Kuna dalili ya mvua kunyesha mapema. Tunahitaji kutayarisha mashamba yetu kwa haraka, lakini hatuna wafanyikazi, kwani wako mashambani mwao. Je, tutafanyani? Mashine zinaweza kusaidia kufanya hili. Ndio maana tuko naye Elikana Mwamunga kutoka STIHL, wazalishaji wa vifaa vya kurahisisha kazi za mikono vinavyotumika nje kwenye kilimo, upandaji wa miti, uboreshaji wa mandhari, usafi na katika ujenzi. Wakati mvua inataka kunyesha, mtu hufanya nini? Mimi huwa natayarisha shamba kawaida, nalima tu na jembe. Na jembe? Tumia tu mikono? Mikono kila siku. Sasa wewe na Brian, hii shamba yote? Hii shamba yote. Elkana, hii shamba unaona pali inaisha? Pali unaona zile miti huko? Inachukua muda gani kulima hii shamba yote? Karibu 2 months. Karibu 2 months? Miezi 2? Miezi 2 tukilima tu. Saa zingine inabidi unatafuta wafanyikazi. Naongeza manpower. Nikiona nalemewa kwa sababu jua ni kali na malipo kila siku per day inakuanga 400. Na sasa utaandika watu kama wangapi? Kama 5. 2,000 kila siku. Kila siku. Sijui kama leo umekuja na suluhu, lakini pia naona hapa kuna hata sijui ndasema nini. Hii ni mashini na mashini hii ni mashini ya kulima. Watu wengi wanaita walking tractor. Sasa mashini hii imetengenezwa na kampuni inaitwa STIHL. Tunataka Beatrice awache kutumia jembe, chombo ambacho tulitumia 1926, atumie chombo cha teknolojia ambacho ni cha kisasa. Sasa hii mashini jinsi inavyo hivyo, unaisukuma tu. Engine ipo pale mbele, ina generate power, iko na gearbox, ambayo gearbox ina transfer power kule kwa miguu, ambayo ndio inazungusha sasa chombo ambacho kinatumika kulima, ambazo tunaita tines kwa kimombo. So hizi unaweka hapa, unatoa miguu hii ambayo ni ya kutembea peke yake. Wakati unaitoa kwa shamba ama kwa store kuja kwa shamba, inatumia hiyo miguu, lakini ukiingia kwa kazi, hii ndio majembe yake. Alafu uzuri wake mwingine ni hii mkono. Hii mkono ni adjustable, tunaita adjustable bar. Unaiweka kulingana na urefu ama ukimo cha urefu wako. Ukiwa mfupi kama mimi, unaweka hapo chini kabisa. Na ukiwa mrefu kama uwetu? Kama uwenyu, tunamwekea hapo. Na controls hizi zake zote zinafikiwa kwa mkono kwa urahisi. Iko na gia zake ni 2. 1 na 2 ya kwenda mbele, na iko na reverse na neutral. Haya. Hii ni accelerator. Ya kuongeza mbio. Ukiangalia hapa iko na saini ya sungura na bwana kobe. Ukitaka kwenda polepole unaweka hapo. Ukitaka kukimbia kama bwana sungura unakimbia pande nyingine. Kabla uwakishe hii mashini lazima uje hapa, uweke hapa iko na alama ya 0 na 1. So ikiwa 0 umezima. Ukiwa 1 umewakisha. So ukishaweka hapa unakuja unavuta hiyo crank. Hiyo starter, yes. So ukistart hapo mashini inatembea. Unaweka gear na unaweka clutch, unatembea. Hapa ukingurumisha hii mashini ukiwakisha hapa utaona imewaka. Na hii inaweza kukusaidia kulima masaa ya asubuhi zaidi ama masaa ya jioni zaidi. Yes. Mashini hii inatumia petroli. Petroli ni kama pesa ngapi sasa? Kama 200 kwa lita moja. 200 kwa lita moja. Ndio. Na umesema inatumia petroli kiasi gani? Tanki yake full capacity ni 3.6 liters. 3.6. Lita 3.6 hivi. Kwa siku unaweza tumia hiyo tank full kwa masaa 6 hadi 8 kulingana na mchanga jinsi ulivyo na pia mtumizi. Kwa hivyo ni kama petroli ya pesa ngapi? 800 hivi? Around 800 kwa siku moja. Kwa hivyo anaweza kumaliza hii shamba yake na siku kama 4. Kama siku 4 hivi. Kwa hivyo ni kama petroli ya pesa ngapi? Hiyo ni kama tangi 4. So tuseme 800 times 4. 3,200. 3,200. Karibu 3,200. Na hiyo ukilinganisha na jinsi ambavyo unalipa hawa watu wako kwa siku, ni ghali sana. Na wanalima karibu miezi 2. Itakuwa imeniokolea sana. Sio ni jambo zuri? Ni jambo nzuri, tena hizo pesa zingine zatumia kwa matumizi mengine. Mimi ningeuliza tu. Ndio. Umeona hizi umeziita? Hizo tines ama tines. Hizi meno. Yes. Wengine wakulima wengine wanaita meno. Sasa hii meno tuseme unataka kutumia kulima shamba yako ukitumia mfumo wa kilimo hifadhi. Yes. Hii inaweza? Inaweza kwa maana hii mashini iko na provision ya kwamba unaweza tumia implements tofauti. Kama mtaalamu anavyoendelea kueleza, unapofanya ulimaji kidogo kwenye shamba, mkulima anapaswa kuunganisha ripa kwenye mashine ya kulima.
lakini ukiweza kutumia hizo lazima utatumia tunaita iron wheels. Uta replace hizi na zile magurudumu ya iron wheels, kwa maana hiyo itakupatia traction katika shamba. Umesema hii mashini iko na warranty ya miaka ngapi? Kawaida mashini zetu zote ziko na warranty ya mwaka moja. Alafu ukipata changamoto zozote, wewe tupigie simu, tutaweza kukusaidia kama ni warranty case ama namna gani. Yes. Na spare parts zake zinapatikana wapi? Tuko na watu katika kila town nchini Kenya, kila mahali. Elkana, mara mingi hata tukija kama Shamba Shape Up tunahimiza wakulima wetu kuingilia kilimo biashara. Sasa sijui kama hii kuna jinsi ambavyo inaweza ama haiwezi? Hii inaweza, kwa maana ukiangalia ule muda amekuwa akitumia kilima manually ni miezi 2. Lakini hii anahitaji siku 4 tu. So utaniambia baada ya siku 4 atalalisha mashini? Hawezi lalisha mashini. Majirani wako pia na mashamba. Anaweza limia majirani, anawachaji pesa kidogo, anaweka kakitu kwa mfuko. Pesa mfukoni. Kabisa. Beatrice anaonekana kuwa mtaalamu kweli kweli. Tayari anafanya vyema.